Hello everybody, I hope mko poa, mko fresh, mko good. Sauti ni Judycaellegi himbali kama vile mnavyozoea, afu nyuma ya kamera ni Gogogontra, the only one ambaye huaga mara nyingi ananitengenezea video ambazo mnazionaga kila siku. So today tuko pamoja na Mr. Kinywaji, acha nimuite hivyo kwa sababu ni kinywaji moja kiko so expensive. Ukisema ukinunue inabidi mshiko wewe uko poa. Umependeza brother. Vipi hali? Asante sana, niko poa. Swali langu la kwanza la kizushi, mimi nilikuwa najua Mr. Champagne Muislamu, afu leo nimekuona unavaa chapele. Okay. Mr. Champagne ana ukaribu sana Waislamu, na Mr. Champagne ni mtu ambaye iko kwenye dini yote. Anaweza kuwa Waislamu, anaweza kuwa kwa Kristo. Napenda Waislamu, pia nakuwa na ukaribu sana Waislamu, na najua mimi kwanza na kuwa na Mungu ndio anatiaga mbele zaidi. Mambo ya madini unakuwa siko sana, lakini unaweza kanyona huko, unaweza kanyona huko. Ukiona warafiki wangu wengi Waislamu, pia unaona tena karibu sana, unaona na Waislamu. Hata ukiona kipindi kia mwezi Ramadhani na mimi nafungaka. Unafanya chawe na pia mara nyingi nakuona umevaa sijui kofia, kanzu nini. Ndio napendaga sana dini ya Kiislamu. Alafu hivi mzee akiona kama unasema unapenda dini ya Kiislamu, afu baba mwenyewe pasta anachukuliagaje? Kama mbinguni Mungu atakuwa anasema huyu ni babako, alitendaga mema, maana yake na wewe ulikuwa tuna dhambi. Babako gisi alikuwa kama Muislamu na wewe mtaingia kwa pamoja mbinguni juu babako alitenda mema. La sava. Lakini nadhani kila mtu duniani iko na njia yake, na sidhani kama babangu anaweza kaingia sana kote dini. Haiwezi kumuhusu sana. Kila mtu anakuwa na imani yake. Baba iko na imani yake, mimi na imani yangu. Juu mbinguni hakuna mwenye atasemaga sio juu babangu alitenda mema mimi nikatenda dhambi eti babangu atanisema mbele ya Mungu na mimi niingie mbinguni. Haiwezekani. Yaani kila mtu atakuwa na njia yake ambayo atapita ndani. Sasa nikichagua kama babangu ni pastor, mimi nikichagua kuingia Muislamu, naona baba inakuwa haitamuhusu. Na kila mtu anakuwa na imani yake kwa. Ndio hivyo. Kilichosababisha mimi nipige story na Mr. Champagne, huwa mara nyingi anatuambiaga kuwa akitoka hapa kienda Tanzania tunamuonaga anafanyika vitu vikubwa sana. Lakini mimi nataka nijue ukaribu wa Mr. Champagne na Mama Dangote ukoje, kwa sababu nimeona umeenda first time, mumepiga story kidogo. Second time ulipoenda ulienda kwa dili kubwa tena nono, dilikutoa hapa mpaka Dubai, lakini najua watu wengi sana hawakuweza kulifuatilia na kuweza kujua ni kwa nini imetokea hivyo. Kwa sababu Tanzania kuna wasanii wengi. Kwa nini ile dili alikupewa wasanii wa kule au wasanii pia wa WCB akapewa Mr. Champagne? Imekuwa kuaje? Nataka kusema kwanza, Mama Dangote ni mama wa watu wote na anapenda watu wote, na ni mama ambaye anapenda kusaidia watu. Mimi niko msanii wa Burundi ndio, lakini kumsogelea na nikajieleza mbele yake, akanielewa, akanifahamu, na pia tukaendelea kutubaki en contacts kwa kuandikiana sometime. Na hata nikifika Tanzania mara nyingi nakuwa mimi naenda pale kumsalimia. Ni kama hivyo, ni kama tu mama yangu. Bingine vya zaidi siwezi nikasema kwa microphone, lakini ni kama mama yangu, ni kama familia tu ya. Ndio. Za chini walisema kuwa inawezekana Mr. Champagne akabadilisha pia hata location. Yaani akaanza kufuatilia maisha kama ya wale, akaanza kujifunza kuishi yale maisha, lakini tukimwona till now yupo tu yule mtu, yupo simple kila siku, anaongea na kila mtu kawaida tu. Mkikutana naye angani usishangae kupata tafu akakupa lifts kwa lile gari lake leupe hivi. Nataka nijue kitu gani ambacho unajifunza kutokea kwa wale ambao ukitoka nje unawaona maisha yao. Kitu gani unajifunza kwao na unaona kwamba na sisi tukisema tuige kidogo, kwa sababu tukisema tuige sana tutaumia. Tukiga hata kidogo kinaweza kubadilisha safari ya industry yetu. Kwanza Tanzania ni wanawekeza pesa kwanza kwa kazi zao. Kisha kitu ambacho naweza ngasema ni kwamba pia nchi yabo, unajua Tanzania kwanza ni watu ambao hawajawahi kupita mambo ya vita, changamoto kama ya hawajawahi kuipata. Afu wanawekeza pia pesa kwenye muziki, na wasanii wao ni kwamba pia nao wanajituma sana zaidi, na wako na system ya kuyua gisi ya kulinda brand.
ya wana access ya kulinda brand yao. Unaona msanii uweze kumuona n'importe où, wala uweze kumuona na yani bon, naweza kusema kiufupi kumuona n'importe où. Donc ni watu ambao wanatumia pesa zao kwa kujibrand. Mfano kama naweza kusema kwa mfano Kajala. Nikishakwambia pesa za Kajala anatumiaga juu ya gym kwanza. Unaona kisi unamwona Kajala. Nadhani akienda gym nadhani kila siku anabadilisha. Anafanya gym kila siku. Na kila siku anabadilisha nguo za gym. Sawa? Hicho kwanza ni kitu ambacho wanakuwa wako wanayagisia kulinda brand zao. Diamond unamwona ukiangalia pesa zake, gari za anatembelea ni gari za kifahari. Donc anatia pesa mu vitu ambavyo wanafanya. Kuna watu nilisema nilidepenser $7000 paka watu walishtuka walishangala, bangine wanasema uongo et pourtant ni kweli. Parce que hapa kwetu muziki yetu tunakamata kama sio kazi, tunakamata kama distraction. Ndio maana unaona watu wengi ukisema kama uliwekeza pesa fulani, anaona kama unazipoteza. Et pourtant Tanzania wanajua kwamba ukitia hizo pesa kesho zitakuya. Ni kama kisi niko leo. Leo kuna bazungu wanalilia mimi niko ambassadeur wa kampuni yake. Donc anaweka kama champagne, image yangu kikuwa kwa kampuni yake ni mzungu. Anaweka kama kampuni yangu itapata ingine visibility fulani. Tu vois? Sasa kwa kusema mimi nifike leo niko kisi niko hivi. Ndio kuna nguvu nilitumiaga. Donc inatakiwa pia niwekeze tena zaidi ili nikuwe zaidi ya gisi niko sasa. Sasa hiyo ndio kitu ambacho tunakuwa huko kwetu watu wengi hawayakuwa na hiyo mind yani. Kuna sasa wale wasanii wa hapa kwetu Burundi wana ile tabia ya kuona msanii wa huko anaisha ya maisha. Tunaona leo anatupostia sijui gari, anatupostia nyumba, ametupostia nini, afu na wasanii wetu wanataka kuiga ile maisha. Hawana zile hela lakini wanataka kutuonyesha kwamba na wenyewe wanapata gari nzuri, wanafanya nini, afu unajikuta wana kodi, wengine unajikuta wameenda hata Bifes kashaimba yetu namkuta anaenda nyumba ya mtu anapiga picha fana kwambia this is my house. Kwa hiyo nataka nijue wewe unatoa ushauri gani kwa hao wasanii wana hiyo tabia, hasa hao mpya ambao wako wanakuja, hao wasanii chipukizi? Kwa wasanii chipukizi ambao wanakuwa wanafanya hizo wana fake. Ukifake nao pia ni makosa. Unajua wakati uko na fake kesho reality itakuwa kuwa. Ni kama mimi naonaga wasanii wengi unakuta wananunua views. Okay, unanunua views lakini kiukweli unajua kama vile hiyo views iko pale sio niveau yako. Me unataka uoneshe watu kama uko mu niveau fulani. Sasa wakati uko unadanganya watu, unajiua wewe peke kiundani bila kujua. Hayo ndapiga tu picha kwa nyumba fulani unasema wewe ni nyumba yako. Sasa maana yake benye balitaka kusaidia juu upate nyumba basi kusaidie maana yake. Ukidanganya unasema hii gari natembelea gari fulani ya kifahari. Donc mtu mwenye angebarikiwa kwa kusema kununulie gari fulani donc asifanyagi tena. Sasa ile naweza ngasema hiyo ni showbiz ambao wanafanyaga ya urofa. Hizo ni showbiz ambao wanafanyaga ya kujishusha. Wale wajipandishe wanajirudisha ndio nyuma zaidi. Kama utafanya showbiz utafanya base moja bien, fanya base yenye kuna maana, yenye na kuongezea jina, inakupandisha kutoka hapa unasogea fasi fulani. Ndio Mr. Champagne, kwa kumalizia kitu gani ambacho nakiona kwamba kinastahili kufanyika kwenye hii industry yetu? Hakipo lakini kikifanyika tutasonga mbele zaidi. Okay, kitu cha kwanza ningesema wasanii wajitume kwanza. Bako wanajua kwanza kama muziki ni kazi. Sawa? Muziki ni kazi. Tuonane hapo wende. Kwanza wasanii natakiwa kwanza wajue kwanza muziki ni kazi. Wafanye muziki kama kazi. Ya kwanza hiyo. Wakifanya muziki kama kazi, najua watawekeza sana na itasaidia wakwe na susi. Unaona wakati mtu unawekeza pesa, kisha hauna unawekesha pesa, ukiwekeza pesa lazima utakuwa na susi hizo pesa zako juu zirudishe. Sasa wakati kama uwekezi pesa, susi inakuwa hakuna. Na kuna wasanii wengi wanakamatiwa na watu fulani. Kuna mtu ndio anatia pesa zake. Wakati yule mtu anatia pesa zake, msikilie yule mtu huruma pia na ukwe serious na kazi ambayo uye kama yule mtu kwa anatoa franga zake. Kingine kitu ningesema tuache vitu ya kuangaliana. Huyu ni fulani nitamsupport, huyu ni fulani nitamfanyia hiki, huyu ni fulani nitamfanyia hiki. Okay, somewhere ule Mungu unataka kumfanyia hicho kitu, somewhere haiko nguvu tofauti na ule mwenye wewe unakatala kumsaidia. Donc ndapatia huyu show, sitapatia huyu show. Hivi nabisema kila siku lakini vinauaga sana. Vinaua sana game. Sana tena sana. Unaona ya. Kuna mtu iko na nguvu
ule muongezea kwa nguvu, mwanda tia fasi kwenye hakuna nguvu, ndio mnatia nguvu, ni makosa. Unajua leo ukiangalia mumiziki hapa nyuma palikuwa vurugu, palikuwa fujo, ni hivyo bia uni fulani tubitoe bile bikikuwa wakati watu mnajikonsentre kwanza bia kuangalia uni fulani. Maana yake bia kusema tufanye clip nzuri binaisha, bia kusema tufanye kwanza collab na fulani bile vyote binaisha. Tunabakilia kwanza angaliana kwanza uni fulani. Deja tunabakia limité au lieu tusaidie tuendelee mbali zaidi. Donc tunabakilia humu au lieu tutoke nje zaidi. Nao ni makosa. Alors inatakiwa pia tujitume tu sana zaidi, tusapotiane na makampuni pia batie pesa kwa artists. Unaona, sio kampuni tuju uni fulani ni ndugu njoo mwenyewe unaweka tu unatia yako pesa, et pourtant unampatia kazi yenye haimerite au lieu upatie kazi watu wanamerite. Niko naona marezo fulani banatia tu un individu fulani tu mbalabala ndio wanamtia ku pancarte. Wanatia mtu un individu tu pancarte juu mna yamta mpatia kama ni 200,000 300,000. Mnaogopa kupatia artiste musicien juu atatulomba franga uta. Non, mu visiter kwanza les artistes, muongee na les artistes, c'est très important. Tukenda mainchi zingine zote unakuta ni bastar ndio unaona kwa pancarte. Kina Tanzania ba Diamond, ba Nandi, unaona baba Levo, unaona ba fulani. Donc ba star, ndio sasa unaingia mterrain unakuta ba star ndio kwa pancarte. C'est différent na pa Burundi. Pa Burundi soka ingia utakuta star kwa pancarte, mais unakuta ndio un individu tu mmoja hivi ba logota kama ni wapi, kama ni Kanyosha, kama ni Kinindo, mnampatia tu franga mwao kidogo ndio mnamtia kwa pancarte. Et pourtant hiyo ni binakuwa ni ba star. Makampuni il faut y penser pour ça. Surtout tout un individu qui m't'empatia franc kidogo, non. Ba essayer mu contacter makampuni, mu essayer ku contacter ba star. Sawa, unaweza kaongea naye peut-être gisi mkono unajifikiria ikakuwa tofauti, franga mkono wazia saa moja yatabalomba, saa moja kubalomba ile. Non, na akakubali na mkamtia kumpakarde, inasaidia pia ile maimage ya ba artiste ba influencer wa nguvu banaonekana mu maimage na kwa bien. Mtu unafika kwa airport mgeni anaingia tu hivi anaona hata star fulani pale. C'est bien. Mais wao watiatia watu wanajiuliza na mtu mwenye walitia pale unakutana naye kama mtiwi kama buiza wewe sio mimi nakuona kupakade ni sasa wanajiuliza ni publicité gani banafanya. Donc il faut mujifungue wakati unatia star pale kunani inasaidia bafani ya ule baba ya ule msanii banafuatilia vitu vyako sana zaidi banafuatilia zaidi msikuacha kufanya publicité. Coca-Cola ndio kinywaji ya kwanza dunia mzima sai, lakini banafanya publicité kila siku. Kuna ba Messi banapiga majongle huko, unaona tuko na ba Drogba banafanya publicité kila siku. Alors kama uko na kampuni yako fanya publicité, msiko na regeza. Ukitia star mwenye na population, star mwenye na bafan, inakuongezea popularité plus kwa vitu vyako na vinajulikana zaidi. Yes. Acha tukushukuru sana. Na merci sana. Acha tuwashukuru sana nyinyi wote mlikuwa mnatufuatilia kupitia E+257. Judycaellegi ndo nilikuwa na nyinyi. Endelea mnafuatilia TV hii. Msisahau kufanya subscribe, like, comment, share. We love you.